Yanga Afrika tayari wamemtambulisha kocha mpya, ni raia wa Afrika ya Kusini. Yako mambo mengi ambayo yanamhusu kocha huyu, lakini kwa ukubwa na upana wake tutatazama historia ya kocha huyu, tutatazama mafanikio alionayo, timu alizopita, lakini mifumo ambayo anapenda kutumia. Kikubwa zaidi tunamjadili kocha mpya wa Yanga Afrika. Jina langu ni Governor na asante kwa kuwe ambao unatazama video hii, lakini una nafasi ya kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata alarm kipindi ambapo video nyingine itakapoachiwa. Tuanze kwa kumtazama kocha huyu wa Yanga. Ni nani? Kocha huyu wa Yanga jina lake ni gumu kidogo, anaitwa Mankoba. Kuna namna ambavyo jina lake linatamkwa kiufundi zaidi, jina lake linatamkwa kiuzuru. Jamaa amezaliwa Afrika Kusini. Na amezaliwa Afrika ya Kusini, ana miaka 55. Kwa hiyo bado katika level ya ukocha bado ni miaka ambayo ni miaka sahihi kabisa. Lakini katoka Afrika Kusini. Miongoni mwa timu alizopita ni pamoja na Golden Arrows ya ligi kuu Afrika Kusini, lakini amepita Amazulu, amepita timu kubwa ambayo amepita ni Mamelodi Sundowns. Sasa amehudumu sana katika klabu ya Mamelodi. Tunafahamu kwamba Mamelodi ni giant wa Afrika, ndio timu ambayo inashikilia klabu bingwa barani Afrika mpaka muda huu ambapo mimi naye tunazungumza. Akiwa Mamelodi amepitia stage 3. Alianza kama yuko kwenye benchi la ufundi kawaida, msaidizi. Amehudumu sana akiwa nafasi ya usaidizi chini ya kocha Pitso Mosimane. Wote tunamfahamu, huyu ni kocha bora barani Afrika. Lakini baadaye akapita tena akiwa kama kaimu kocha mkuu, yeye pamoja na Mokwena, ambapo mwaka 2024 Mokwena alifukuzwa Mamelodi Sundowns. Timu ikawa chini yake, yani akawa caretaker wa Mamelodi Sundowns. Akaiongoza Mamelodi kwa miezi 4 kabla Mamelodi Sundowns kuachana naye. Sasa CV yake ni kubwa. Tunafahamu moja kati ya CV kuwa bora ni kupitia vilabu vikubwa kama kocha. Na yeye tayari amesha prove hilo, ameshaikuwa kocha wa Mamelodi kama msaidizi, lakini ameshaipita kama caretaker. Miongoni mwa vikombe alivyonavyo Mankoba ana makombe mengi sana, lakini kubwa zaidi ama kombe kubwa kuliko ni kombe la klabu bingwa barani Afrika ambalo aliwasaidia Mamelodi Sundowns yeye akiwa kwenye benchi la ufundi chini ya kocha Pitso Mosimane. Walibeba hili kombe la klabu bingwa barani Afrika mwaka 2016. Lakini makombe ya ligi ana makombe zaidi ya 8 ya ligi kuu pale Afrika Kusini PSL, lakini pia ana makombe ya FA kwa wanaita Nedbank Cup. Ni makombe ya FA kama ambavyo huko tunaita CRDB, bingwa mtetezi mpaka dakika ninavyozungumza ni Simba Sports Club. Wao wanayo. Kocha huyo ameshaisaidia Mamelodi wakabeba. Baada ya kutoka Mamelodi akapita vilabu kama Amazulu ambapo hakudumu muda mrefu, baadaye akaenda Golden Arrows na vilabu viwili baadaye. Sasa Yanga Afrika wamemchukua kutokea Golden Arrows. Ameiacha Golden Arrows ikiwa nafasi ya 6. Yaani msimu ulioisha Afrika Kusini Golden Arrows wamemaliza wakiwa nafasi ya 6, yeye akiwa ni kocha mkuu. CV yake ni kubwa mno. Nini ambacho Yanga Afrika wamekiona kwa kocha huyu? Lakini mifumo gani ambayo huwa anaipendelea? Nimepitia faili lake, nimetazama mechi ambazo ameongoza akiwa kama kocha mkuu, nimegundua ni muumini wa mifumo miwili mama. Anapendelea mfumo wa 4-3-3, yani mabeki wao 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Lakini pia anapendelea mfumo wa 4-2-3-1. Huu ni mfumo ambao unapendwa na makocha wengi wa kisasa duniani. Ukimwona Arteta anatumia huu mfumo, Guardiola anatumia mfumo huu, lakini unaenda pale Liverpool Ancelotti alikuwa akitumia huu mfumo. Mifumo hii inapendwa sana 4-2-3-1, naye anautumia mfumo huu. Lakini falsafa kubwa ambayo Mankoba amekuja nao pale Yanga Afrika ni kwamba anatamani kila mchezaji acheze. Hiyo inaonyesha kwamba ni kocha wa rotation. Anapenda rotation. Timu
iwe na wachezaji ambao wana rotate, na anasema kwamba endapo nimekupa nafasi ukashindwa kuonyesha kile ambacho unatakiwa kuonyesha, basi utakuwa umenikwaza. Nini anachomaanisha ni kwamba leo hii akicheza Kibwana, mechi inayokuja akacheza Yao Kwasi, pawe pana level hapo. Akicheza Pacome Zouzoua akatoka kaingia Jamel Buba, pawe pana level. Hataki kuona magep, maanake anataka kutengeneza kikosi cha rotation. Makocha wa aina hii ni makocha wazuri sana, kwa sababu wanaweza kumaintain energy ya wachezaji. Unamkumbuka Nasruddin Nabi, kocha Nabi Mohamed alikuwa akifanya rotation.